mtu kwa mfano wake. Yote alifanyika kwa mkono wa nani? Wa Mungu. Kwa neno tu dunia iliumbwa na mambo mengine. Mathayo sura 9 mstari wa 12. Kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 9 kwenye mstari wake wa 12. Tusikie kuwa kitabu kinazungumzia nini, maandiko matakatifu yanasema nini. Sura ya 9 mstari wa 12 inasema hivi: na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. 21 nasema, kwa maana alisema moyoni mwake, nikimgusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Amen. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa mgonjwa. Petetra alikuwa ameenda kwenye mahospitali miaka mingi, kwenye mahospitali ambazo zinakuwa na waspesialiste tofauti, lakini alikosa uponyaji. Sasa aliposikia kwamba Yesu Kristo anapita, kwa kuwa huyu mama alikuwa na imani ya kwamba Yesu Kristo anaweza akamponye, alisema ni lazima, japokuwa Yesu Kristo alikuwa akisongwa na watu wengi na umati wa watu, alisema kwamba ni lazima niweze kugusa hata upindo wa kanzu yake, na ndafanya nini? Na ndapona. Mnasikia hiyo imani? Ndio. Sio ni imani wa ndugu? Ndio. Hata nikipata tu basi jinsi ya kugusa kanzu yake tu, ndafanya nini? Alijikaza. Biblia inasema kwamba alikuja kwa nyuma. Alijikaza hata kama watu walikuwa wengi mahali Yesu alikuwa akipita kila wakati. Mnajua kisa namna vile alikuwa akifanya miujiza, na hiyo ilifanya kwamba watu wakuje kwake ili waweze kupata uponyaji, na wengine hata waweze kufanya ni kubarikiwa. Amen. Sasa huyu mama alijikaza, akapita mpaka aliweza kumfikia, akagusa kanzu yake. Biblia inasema kwamba hapo huyu mama alifanya nini? Alipona. Amen. Amen. Hapa tunapoendelea wakasema Yesu akamgeuka. Yesu akageuka, tafadhali. Yesu akageuka, akamwona. Yesu akafanya nini? Akageuka, akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu. Jipe moyo mkuu binti yangu. Leo mchana wa leo nakwambia, shida zako hata kama ziko nyingi, jipe nini? Jipe moyo. Yesu anaweza. Anamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Amen. Kitu cha imani, watu wanakamata kitu cha imani kwa rejareja, lakini ni kitu kikuu. Hata niwatolee mfano kidogo. Unapoenda kwa mganga, unafika pale, unakutana mganga, tuseme Janvier wala Kadafina lingine. Ulienda na unatumainia kwamba ninaenda kwa Janvier mpaka afanye nini? Aliponye. Dawa atanitolea itanisaidia. Sio ni imani? Ndio. Wakati unafika pale, unapotuona mganga hivi, utakutana tayari umefanya nini? Umepona na haya kupatia dawa. Amen. Ndio maana imani ni kitu kikuu.
Na unapoenda na mashaka, ni lazima hiyo mashaka yako itakupeleka pabaya. Mungu atusaidie sana. Kunakuwa visa vingi, kunakuwa vipofu viwili ambavyo vilimwona Yesu, vikamlalamikia, mwana wa Daudi uturehemu, mwana wa Daudi tufanye nini? Uturehemu. Hao walikuwa vipofu, walikuwa hawaoni, lakini walipomwona, walipomtazama kwa mbali, wakamlalamikia, mwana wa Daudi, Yesu Kristo utufanye nini? Uturehemu. Yesu alijua kwamba wanahitaji kuona, na hata aliweza kuwagusa kwenye macho na wakafanya nini? Wakaona. Mungu atusaidie wapendwa, tumtegemee, tuwe na imani kwake, tujue kwamba anaweza yote. Unapokuwa kwenye matatizo za ulimwengu huu, tujue kwamba Yesu anaweza. Na tujue kwamba tunapokuwa kwenye ulimwengu huu ni kama vile tunakuwa kwenye bahari. Usipofanya angalisho, utazama. Na unapozama, Yesu Kristo atakapokuja, wewe utakosa mahali utapitia. Ni kwamba tutubu dhambi zetu, tujitakase, tukue wema, ili Yesu Kristo atakapokuja akutane mimi na wewe tumejiandaa kikamilifu, na tuweze kuimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo pamoja. Kwenye kitabu cha Petro tunapomaliza, Petro wa pili, ambapo mahali ambapo wametusomea fungu kuu, kitabu cha Petro wa pili sura yake ni ya pili kwenye mstari wake wa 9. Kitabu cha Petro wa pili kwenye mstari wake, kwenye sura yake ya pili mstari wa 9 inasema, basi Bwana ajua kuwaokoa watu wataua na majaribu. Bwana ajua kuwaokoa wataua na nini? Na majaribu. Hata upitie majaribu, ndugu mpendwa, dada yangu, mama yangu, baba yangu, kaka yangu, ujua kwamba Yesu Kristo anakuona, anajua atafanya nini? Atakuokoa. Hiyo ni tumaini ambayo Biblia inatutolea. Hata upitie changamoto, ujua kwamba Yesu Kristo atafanya nini? Ataliokoa, atakuokoa. Amen. Na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Kuwaweka wasio haki. Wewe unapokuwa mtu ambaye usiokuwa haki, mtenda maovu, haupendi batili mwenendo wako, tabia zako, Biblia inasema ya kwamba katika hali ya adhabu atakuweka, ya adhabu dimission. Don't wewe ujue kwamba unakuwa katika hali ya adhabu, atakuweka katika hali ya adhabu. Hata manenda mbali anasema kwamba hata siku ya nini? Ya hukumu. Mungu atusaidie ili tusiweze kuhukumiwa. Yesu Kristo anapokuja akutane mimi na wewe, tumeshinda changamoto za ulimwengu huu, na zaidi sana tuweze kumlaki mawinguni. Ni ombi ninalowaombea nami nikijiombea katika jina la Yesu Kristo. Huduma watu Mungu aweze kubariki.
Kwa kumaliza, tasimama sote na wimbo wa namba 12 mwongoza kutuongoza. Usinipite Mwokozi, unisaidie unapozuru wengine, usinipite unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazama, napiga pale nisamehewe. Bwana unisikie unapozuru wengine, usinipite. Sina ya kutegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu. Bwana unisikie unapozuru wengine, usinipite. Wewe tu mfariji, sina mbinguni wala duniani pote, Bwana mwingine. Bwana unisikie unapozuru wengine, usinipite. Tunyenyekee kwa ombi. Mwenyezi Mungu unapoinuka juu mbinguni, tunalia asante na kulishukuru jina lako, kwa maana uko mwema kutulinda tangu tulipozaliwa tunafika muda kama nao tunapumua pumzi yako. Jina lako lipewe sifa. Baba, angalia tulipoanza tukuomba na tazama muda kama nao tunamaliza, tunaendelea kushukuru jina lako. Baba, angalia tunataka tawanyika, lakini tawanyike tukienda kuzuru wenzetu ambao huweza kufika katika kanisa hili, na sabato ijayo tupata kufika kanisani salama salamini, tutaendelea kushukuru jina lako. Baba, tunakuomba uwepo wako ambatane nasi tutakapokuwa tukienda, na uweze kutubariki, tutalisifu jina lako. Baba, tunaombea wagonjwa wote, tunaombea wasafiri wote ambao wako wanasafiri, pia tunaombea nchi yetu, tunaitia mikononi mwako, uweze kutulinda na majaribu ambayo yaweza kutukuta, na tuendelee